Unaweza ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Tayari Alikiba amekwisha thibitisha kolabo hiyo ambayo imesubiriwa kwa miaka mingi, lakini pia hata baadhi ya wadau mbalimbali wa muziki wamekuwa wakitamani kolabo hiyo ya Alikiba pamoja na Diamond Platnumz. Ni wasanii ambao wamefanikisha kutengeneza muziki huu wa Bongo Flava na kuupa hadhi. Wasanii wengi wanafanya muziki, wanapata fedha kwa nguvu kubwa ambayo iliwekezwa kutoka kwa Diamond Platnumz pamoja na Alikiba. Licha ya wasanii hawa kushirikishwa katika wimbo wa Tundamani wa Starehe Gharama mwaka 2011 na wimbo wa Kigoma All Stars mwaka 2013. Tukiwa mwanzoni mwa Januari mwaka 2026, Alikiba tayari amekwisha thibitisha taarifa hiyo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba goma lipo, na Alikiba ametoa kauli hii. Najua mara zote kunakuwa na maneno mengi kuhusu mimi na Diamond Platnumz. Sio siri kwamba hatuko karibu. Mimi sifanyi mambo kwa njia anazopenda yeye, na yeye hafanyi kwa njia ninazopendelea mimi, ameeleza Alikiba wakati akihojiwa katika kituo kimoja cha pale nchini Kenya. Kwa upande wa Diamond Platnumz, yeye aliweza kuzungumza hivi. Amekuwa akimheshimu sana Alikiba tangu enzi na mwanzo wa muziki wake kutokana na uwezo na uthubutu alioonyesha katika kuhudumu kwenye tasnia hiyo kwa muda mrefu. Ngoja niwaambie ukweli, mimi sina tatizo naye. Tangu nilivyotoka nilikuwa natamani kufanya naye wimbo. Alikiba namheshimu sana kama kaka yangu kwa jinsi anavyoendelea kubaki kileleni mpaka leo hii. Watu wengi wanadhani ni jambo dogo, lakini kumaintain status ni kitu kigumu sana, alisema Diamond Platnumz. Chanzo cha sintofahamu kati yao kilitokana na mkanganyiko wa kazi ya muziki waliokuwa wakipanga kufanya kwa pamoja. Tulikutana studio kwa KGT ambaye ni producer wake. Nilimwambia tufanye wimbo wa pamoja. Hata nilipomuonesha Lala Salama nilimpa nafasi aweke vesi yake, lakini pengine hakuwa tayari. Hakuwahi kuchukulia tofauti hizo kama ugomvi binafsi, bali ni kama jambo la kawaida katika kazi. Kauli hii ya Diamond Platnumz iliibua matumaini mapya kwa mashabiki wanaotamani mpaka leo kuona wakifanya kazi ya pamoja, ila wametofautiana kama ifuatavyo. Diamond Platnumz ametoa albamu zake zote katika miaka inayogawanyika kwa mbili. Albamu yake ya kwanza Kamwambie mwaka 2010 na albamu ya pili Lala Salama mwaka 2012 na albamu ya tatu A Boy From Tandale mwaka 2018 na AP moja mwaka 2021. Kwa upande wa Alikiba, naye ameachia albamu zake tatu. Albamu yake ya kwanza Cinderella mwaka 2007 na albamu ya pili Ali K For Real mwaka 2009 na albamu ya tatu Only One King mwaka 2021 na AP moja Starter mwaka 2024, na wote hawajawahi kutoa album au AP ndani ya mwaka moja. Walifanya kazi kwa kuachiana nafasi hususani katika uachiaji wake wa album. Lakini pia kwa upande wa Mkubwa Fella, yeye pia aliweza kulizungumzia hilo mwaka juzi. Anatamani kolabo hiyo kati ya Diamond Platnumz pamoja na Alikiba iweze kutokana na Mkubwa Fella yeye kuwa meneja wa miaka mingi sana hususani kwenye muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania. Mkubwa Fella aliwahi pia kuwa meneja wa kundi la TMK Family, wanaume family Temeke, pamoja na kundi la Yamoto Bendi. Sasa hivi Mkubwa Fella ni moja kati ya mameneja bora kabisa ambao wanamsimamia mwanamuziki Diamond Platnumz katika record label ya WCB, na tunaona namna ambavyo Diamond Platnumz anazidi kufanya poa sana hususani kwenye gemu ya muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Alikiba sasa hivi ana takriban miaka 20 kwenye gemu ya muziki wa Bongo Flava. Diamond Platnumz ana takriban miaka 16 hususani kwenye muziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo kwa upande wa Diamond Platnumz anaonekana ana mafanikio makubwa zaidi kumzidi Alikiba. Licha ya kwamba Alikiba sio mtu wa kuonesha mafanikio yake tofauti na mwanamuziki Diamond Platnumz, lakini kwa watu wa karibu na mwanamuziki Alikiba wanasema kwamba Alikiba huenda akawa na mafanikio makubwa
hata ya kumzidi Diamond Platnumz, kwa sababu Alikiba vitu vyake vingi huwa hapendi kuviweka public, tofauti na mwanamuziki Diamond Platnumz. Lakini yote kwa yote ni kwamba mashabiki wanachohitaji korabo yao itoke, korabo hiyo ambayo imesubiriwa kwa miaka mingi. Magwiji wa muziki wa Bongo Flava wao hawajawahi kushirikiana katika collaboration. Mashabiki wamekuwa wakisisitiza namna ambavyo wanatamani korabo hiyo ya Alikiba pamoja na Diamond Platnumz iweze kutimia, kwani imesubiriwa kwa miaka mingi. Lakini pia hata baadhi ya wadau mbalimbali wa muziki wamekuwa wakitamani korabo hiyo ya Alikiba pamoja na Diamond Platnumz iweze kufanyika. Lakini pia kwa mwaka jana tuliona pia kwa upande wa Baba Levo aliweza pia kuvujisha kionjo cha wimbo wa Alikiba pamoja na Diamond Platnumz. Wengi wao waliweza kumpongeza Baba Levo, waliamini kwamba ni kweli korabo hiyo ipo, na tayari Alikiba na Diamond Platnumz wamekwisha thibitisha ujio wa korabo yao, wakisema kwamba korabo hiyo ni korabo ambayo itavunja rekodi hususani kwenye muziki wa Bongo Flava, kwa sababu Alikiba na Diamond Platnumz ni wasanii ambao wamefanikisha kutengeneza muziki huu wa Bongo Flava na kuupa hadhi. Wasanii wengi wanafanya muziki, wanapata fedha kwa nguvu kubwa ambayo iliwekezwa kutoka kwa Diamond Platnumz pamoja na Alikiba. Hii imekuwa ni surprise kwa mashabiki zao ambao wamewashabikia takriban kwa miaka 20, hususan kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. Alikiba na Diamond Platnumz wameamua kulipa fadhila kwa mashabiki zao ambao wamewashabikia kwa takriban miaka 20 ya muziki wao. Sasa ni rasmi, korabo hiyo inakwenda kutokea na watu wengi wameweza kuwapongeza wasanii hawa kwa kuamua kuwapa burudani. Lakini pia mtazamaji, nao unaona nafasi, unaweza kudondosha comment yako hapo chini kuhusiana na ujio wa korabo hii ya Alikiba pamoja na Diamond Platnumz. Nami sina la ziada, ni hayo tu ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Lakini pia unaweza subscribe hapo ili kuwa wa kwanza kupata notification. Kama ambavyo mtazamaji, tumeuanza mwaka 2026 kwa upande wa Diamond Platnumz akishirikishwa na Bruce Melody katika wimbo ambao umetoka tarehe 1, wimbo ambao unaitwa Pompo. Upande wa Alikiba yeye akimsaini msanii mpya wa kike kutoka Burundi, huku Alikiba akiwatahadharisha wasanii wa kike kutoka Tanzania kwamba wajipange kinoma noma. Kauli ya mwanamuziki King Kiba ambaye amemsaini msanii wa kike kutoka Rwanda.